السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ذوي الشرف العظيم. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo kwa mara nyingine tena nimekujieni mbele yenu kwa ajili ya kutafsiri ndoto kwa namna alivyotufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa katika darasa lililopita nilielezea kwamba ukiota ndoto kwamba unasoma suratul Mutaffifin, tafsiri yake ni kitu gani. Sasa leo nitakutafsiria ndoto kwamba ukiota ndoto kwamba unasoma suratul Inshiqaq, idha as-samaa'u inshaqqat. Sura hii ndio inaitwa suratul Inshiqaq. Sasa ukiota ndoto kwamba unasoma sura hii, maana yake nini na tafsiri yake ni nini? Sikiliza kwa makini hapa ili upate faida. Anasema waman raa kaannahu yaqra'u suratul Inshiqaq kathura nasluhu wa waladuhu. Anasema waman raa, mtu atakayeota ndoto kaannahu yaqra'u suratul Inshiqaq. Ukiota ndoto kama unasoma suratul Inshiqaq, maana yake kathura nasluhu, kizazi chako kitakuwa kingi. Maana yake utakuwa na wajukuu, utakuwa na watoto, utakuwa na wajukuu, utakuwa na vitukuu, utakuwa na vichuguu. Kizazi chako kile, ile nasabu itakuwa ni kubwa sana. Lakini pia wawaladuhu, na watoto wako utapata wengi, utakuwa na watoto wengi. Kwa ukiota ndoto kwamba unasoma suratul Inshiqaq, maana yake utapata vitu viwili. Kwanza, kizazi chako, ukoo wako utakuwa mkubwa. La pili, utabarikiwa kupata watoto wengi. Kwa ukiota ndoto kama unasoma sura hii kwenye ndoto, basi tambua kama maana yake ni hiyo. Tumombe Allah tufanye pesi na tujalie tu miongoni mwa watu ambao watakaoota ndoto nzuri, na Allah tuepushe na watu ambao watakaoota ndoto mbaya. Mwenyezi Mungu atubariki inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.